tayari anaanza kuyaharibu maisha yako kupitia mawazo ya kwako, kwa sababu lango la kujenga maisha yako au mfumo ambao Mungu anautumia kutengeneza maisha ya kwako ni akili zako, ni fikira zako, ni lango lako la mawazo. Na hilo lango lako la mawazo, shetani naye pia vile vile analitegemea kuhakikisha kwamba anatimiza ajenda zake kwenye maisha yako kwa kuyavuruga na kuyaharibu maisha ya kwako. Na hichi ndicho pia ambacho Yesu akakigundua ghafla kutoka kwa Petro. Akagundua Petro ndani yake si Mungu tena anayewaza, bali ni shetani. Ndipo alipomkemea akamwambia, rudi nyuma yangu shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali unayawaza yaliyo ya wanadamu. Kwa hiyo inawezekana kabisa shetani kutumia lango lako la fikra, na wewe ukafikiri ni kawaida, ukafikiri ni mawazo tu ya kawaida yanayoendelea ndani yako, lakini kumbe ni shetani anatumia lango lako la fikra na mfumo wako wa mawazo kuweza kutimiza ajenda zake kwa kuyaharibu maisha ya kwako. Kwa hiyo kuwa makini sana na kile ambacho kinaendelea kwenye fikira zako. Usiwaze tu mambo na ukafikiri unawaza kawaida. Ni lazima ujue kwamba hiki unachokiwaza kwa mujibu wa maandiko kinatoka kona ipi. Kwa sababu neno la Mungu ndiyo taa inayotumulikia kwamba kuna kitu kinaendelea kwenye kichwa chako au kwenye maisha yako ambacho sio sawa. Kwa ni muhimu sana kuweza kuzijua fikra zinazoendelea ndani yako, kwamba ni fikra zinazotoka kona ipi, ili ujue namna ya kushughulika nazo. Kwa sababu ukifeli kushughulika na mawazo yanayoendelea ndani yako ukayasapoti, mawazo yanaamua wewe uwe kitu gani. Mawazo ndiyo yanayotujenga, ndiyo yanayozalisha aina ya watu ambao tutakuwa katika maisha yanayoendelea.